Ngoja nikwambie kitu moja mwanangu. Yes. Wale ambao hawakusoma sana wanafanikiwa, na waliosoma sana hawafanikiwi. Ndio maana watu wengi waliosoma sana, maprofesa wenye ma-PhD kama sisi, ni wafanyakazi wa serikali ambao kila mwisho wa mwezi wenyewe wanalipa kodi na serikali na wakata sijui nini na nini, wanatoka na kamshahara mwisho wa mwezi. Lakini wale wote ambao hawajafanikiwa wako Kariakoo ni mabilionea. Wale wote ambao hawajasoma wako Kariakoo, they are billionaires. Mimi najilaumu nilisoma sana. Do you know why? Mtu aliyesoma sana ana reasoning. Yani mtu ana reason. Mimi nifanye, itakuwaje? Nitafanyaje hichi kitu? Mimi na degree, mimi nimesoma, nimefanya hivi. Kwa hiyo kusoma sana ni ujinga. Wanisamee wale ambao ni wasomi sana, lakini kusoma sana kumewakwamisha watu wengi kwa sababu watu wana reason. Mafanikio hayataki reason, yanataka matukio. Unajua mimi nilivyokuwa nasoma nilitarajia kwamba nitakuja kufanikiwa sana. Lakini kwa bahati mbaya nimekuja kumaliza kusoma na ulimwengu umebadilika. Yani ulimwengu hautaki tena elimu yangu. Mimi na PhD lakini, lakini dunia ya sasa haitaki PhD ndio nayo mimi. Haitaki kabisa. Ngoja nikupe mfano mmoja. Wewe unamfahamu Mheshimiwa Baba Levo? Mheshimiwa Baba Levo hajasoma. Na yeye anasemaga tu kwamba hajasoma shule sana. Unamfahamu chekeshaji mmoja anaitwa huyu kijana mmoja Leonardo ni msomi yule. Msomi, ana elimu sana. Lakini unaona kwamba elimu aliyokuwa nayo Leonardo haimsaidii. Leonardo kasoma, anachekesha. Ule uchekeshaji ambao Leonardo anafanya, hajasoma shule. Mheshimiwa Baba Levo leo yuko bungeni. Hajasoma, alikuwa chawa. You understand? Lakini nini kimemfanya Baba Levo amefanikiwa? Ni matukio. Nini kinamfanya Leonardo anafanikiwa? Ni matukio. Angalia comedy wengi hapa nchini wanafanikiwa. Ni nini? Ni matukio. Matukio hayahitaji elimu yako. Mafanikio mengi yamefichwa kwenye matukio. Kwa mfano, kipindi ambacho mimi nasoma shule kulikuwa hakuna Instagram, kulikuwa hakuna TikTok, kulikuwa hakuna Facebook. Mimi ukiangalia Facebook yangu nimefungua mwaka 2000 kama 2001 ama 2000 kama sijakosa 2003. It has years, right? Na kipindi hicho leo ukienda Facebook kuna watu wazima tu Facebook, sababu Facebook ni miaka mingi, you see? Na kwa sababu kulikuwa hakuna matukio yenye vitu vipya. Kwa hiyo wale waliosoma sana hivi vitu wanaviona kwao ni ujinga. Leo influencers, unaona Doto Magari, Doto. Wale influencers wote wana hela nyingi, wanafanikiwa kwa sababu hawakusoma shule. Mimi niliyesoma sana nina reason. Hiki kitu kitawezekanaje? Mimi msomi. Mimi msomi na bajeti. Kwamba hichi kitu siwezi kufanya, unajua bajeti yake ni kubwa. Hichi kitu mimi siwezi kufanya, unajua kiwezi kwa hivi. Kwa hiyo reasoning imenisababisha na feli. Kwa hiyo nimestaarabika. Elimu imenifanya nimekuwa mstaarabu, ila nimekuwa mjinga. Na huna hela. Leo mimi kuna maeneo naenda nafanya kazi. Mimi kwa mfano nina mgodi. Yes. Nakwenda mgodini kwangu kule wanaochimba madini. Ukienda mgodini una milioni 20, wewe ni mjinga tu. Lakini wote walioko mgodini they have never gone to school. Unaelewa? Dogo yuko mgodini kule anaendesha LC 300, aliishia darasa la 7, anakuambia blaza, mimi nilikuja mgodini huku, nilikuwa namsaidia blaza pale kuchimba madini, lakini bro akanipa fursa, nikachimba mawe, nikawa nachukua mawe na yasaga hapa, yale mawe yakanipa kilo 1 ya dhahabu, nikauza bro, nimepata milioni 400. Kwa hiyo mimi nimeenda kule na PhD yangu, nakutana na vijana wadogo hawajui hata swala la degree ni nini, but they are billionaires. Kwa hiyo watu waliosoma sana ni wajinga. Ndio maana Doto wanawaambia wasomi hai. Wasomi hai. Unaelewa vizuri? Mimi namfurahia sana Doto. So nataka niseme kitu kimoja. Moja kati ya mambo ambayo mimi nayajutia kwenye ulimwengu wa sasa ni kusoma kwangu. Kusoma kwangu, mimi leo siwezi kuwa influencer. Mimi leo siwezi kuwa chawa. Elimu yangu inanikatalia bro. Lakini kumbe kuwa influencer, kuwa chawa kumewapa watu billions of money, kumewapa watu mikataba mikubwa kwenye makampuni makubwa. Unamwona Mwijaku leo ni balozi wa kampuni Silent Ocean. Hajasoma yule, lakini hivi mimi hivi nikienda Silent Ocean sasa hivi nataka kuambia Silent Ocean, mimi nataka kuwa balozi wenu. Nina PhD, mimi ni Dr. Richard Godwin Magenge. Mimi PhD itawasaidia nini Silent Ocean? Wanahitaji mtu mwenye watu, wanahitaji mtu mwenye uwezo wa kuchip in kwenye matukio. Fedha zimefichwa kwenye matukio. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo wasomi wengi hawaingii kwenye matukio kwa sababu wanajidhalilisha. Mwangalie Koi Mzungu.
ana kikundi cha Kome, lakini Koi mzungu hakusoma sana, hana ma PhD hayo ambayo tunaona, lakini ukimwangalia Koi is a learned person, amesoma, lakini sidhani kama Koi amesoma kama mimi labda. Umeona, kwa sababu katika Koi mimi ndo rafiki yangu, lakini nikiangalia nani yake sioni kama kuna PhD pale ndani, japo ni mhaya yule, unajua haya anasomaga sana, right? Yes. So lakini Koi anafanikiwa, right? Why? Ni kwa sababu watu wamechip in kwenye matukio. Ulimwengu unabadilika. Leo hii mimi PhD yangu niliyoikalia darasani, nimefanya presentation za kutosha, nimekaguliwa na maprofesa, haina kazi mbele ya ulimwengu wa leo. Kwa hiyo ninachojuta mimi ni kusoma sana, na ninawaambia hata watu wanaonitazama, kusoma kwangu sana kumenijeruhi, kumeniumiza sana. Nimekuwa mjinga kwa sababu kuna vitu mimi siwezi kufanya leo, lakini vitu ambavyo siwezi kufanya ndio vina hela. Yaani kuna matukio huwezi kuniona mimi, lakini ndio yana hela. Umeelewa? Angalia huduma. Umeona mimi huduma yangu ya Jehova Messi. Huduma yangu ya Jehova Messi mimi haina watu wengi, lakini ina watu wastaarabu, ina watu wasomi. Ina kikundi fulani cha watu fulani. Kwa nini? Ni kwa sababu ya usomi wetu. Lakini angalia wale watumishi wa Mungu ambao hawajasoma sana, wana makundi makubwa ya watu. Watu ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna reasoning. Ukiwa na reason sana huwezi kufanikiwa, lakini ukipunguza ku reason sana utafanikiwa. Mimi najuta kusoma sana hicho kitu, yes, na kijutia mpaka kesho.